Ayu moyoni pangu. Hakuna. Ngomere. Alafu turarya umugore ateka neza cyane. Mama akapika vizuri. Tukakula tuliposhiba. Akasema wacha tuombe. Ile nyimbo ya 119. Ngongera kwice cyaka biravuga ngo ahuyu si mugeni ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua, ninamufungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisa. Tugenda kwice cyaka gatatu atanga kunezerwa, akaanza kufurahi. Nongoneza sasa rohoni wangu, karibu naye ninatulia, ananitia nguvu baraka za mbingu, daima nitakaa kwake. Abamaze gufata nyindekera izishimo zo kuri mutima, akaanza kufurahi hapo. Tulipomaliza, mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja ndugu mpendwa, ananikaribia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya tukafurahi tukamaliza kuomba. Kamwambia ile siku ulikuwa unaona nikiwa na shati hiyo, nafurahi. Pamoja na wale binti ambao ulikuwa unaona, hakuna kingine. Jewe ndu nami iteka yara pamagaye iteka, ninamufungulia naona ni Yesu, naramukingurira mbona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Uwo munsi sinzawibagirwa. Nikafurahi. Ndio maana nimefanya nifurahi. Furaha ambao nayo kweli naomba si ya matroza na si ya vitu vingine. Furaha ninayo kubw'urukundo n'imbabazi yambabari ibyaha byanje, kwa maana tunda ni moja ambayo imefanywa na vitu 9, ambayo ina character 9. Haleluya. Katugenda igikorwa cya kabiri, tuingie kwa kazi ya pili. Twari tuzungu nico kuganira ijambo ry'Imana. Tulikuwa tumesema ni ya kuweza kuzungumza neno la Mungu. Cya gatatu turaja gusangira igaburo ryera. Alafu tutakuja kuchangia hapo meza ya Bwana. Bashima Imana kubwo igitondo cy'uyu munsi wa none. Namshukuru Mungu asubuhi kama na hii. Turahimbaza data utugirira neza. Tunamwabudu Bwana aliyeturehemu. Watumye watekereje kuko uyu munsi wa none. Aliyefikiria kwa siku kama hii. Ari tukwe tugomba guhagarara imbere y'iteraniro ringana gutya. Eti sisi tuweze kusimama mbele ya kusanyiko kama hili. Suko ari twebwe dufite ubwenge cyane. Si kana kwamba sisi ndio tuna akili kuliko wengine. Na jambo lingine nuko Imana bishatse, kwa sababu Mungu ameweza kupenda. Nabareserera ko tukusanga ijambo ry'Imana. Na waalika ili tuweze kulichangia neno. Maze kumenya ko rizoganira. Nilipojua ya kuwa mimi ndio nitazungumza, natekereje ijambo, nimeweza kulifikiria neno hili. Yari nimaze n'imisi mutima wanje, ilikuwa limemaliza siku nyingi moyoni pangu. Hejuru ko tugane hejuru y'imbuto, tuzungumze juu ya matunda y'umwuka wera. Tunda za Roho. Imbuto y'umwuka wera, tunda ya Roho Mtakatifu. Kinyarwanda kiza kivuga ngo ni imbuto z'umwuka wera. Kinyarwanda usema ni tunda za Roho. Biblia yera ariko mu zindi ndimi, lakini kwa lugha zingine zivuga imbuto y'umwuka wera, inasema tunda la Roho irangwa n'ibintu bigera ku 9, ambayo inadhihirishwa na vitu kama 9. Ariko ndaganira ngo gusogo 4, lakini nitaweza kuzungumzia 4 tu kugira ngo tuje gucunguza umwete, ili tukuje kwenda kwa sababu ya muda. Paulo turamuzi. Paulo sote tunamfahamu, mugaragu w'Imana, mtumishi wa Mungu, wahamagawe n'Imana yonyine, aliyeitwa na Mungu peke yake. Ngwa ahaye Damasco age gutoteza itorero, alipoelekea Damasco akaenda kuweza kudhikia kanisa. Alipofika njiani, umuco w'Imana uramutungu, nuru ya Mungu ikaweza kumkujia kigafla. Akasikia sauti imuitayo, Sauli, Sauli we, inamwambia Sauli, Sauli,
iki Sauli? Je, unadhihaki kwa nini? Ngo arambwa ngo ninde ndenganya mwami. Akamwambia ni nani ninayemdhihaki? Aramwibwira uwo munsi. Siku hiyo akajitambulisha. Uwo munsi Sauli warwanyaga itorero. Siku hiyo Sauli aliyekuwa anapiganisha kanisa. Ngo yari afite ishaka ry'abayuda. Kwa sababu alikuwa na juhudi ya kupigania Wayahudi. Alikuwa kwenye kundi la Mafarisayo. Yari mu bagabo bagizwe muri Yesu ngo Senandere Yerusalemu. Alikuwa katika waume wanaoitwa Senandria wa Yerusalemu. Yari umuhanga. Alikuwa amesema alikuwa mtaalamu. Ariko ngo yagiraga ishaka ry'imirimo yitanga umurimo w'Imana. Lakini alikuwa na juhudi ya kila anachopita kazi ya Mungu. Lakini alikuwa adui wa Kristo. Uwo munsi ngo ari mu nzira. Siku hiyo akiwa njiani, mucangura mutungura. Nuru ikamkujia kigafla. Yaravuze ngo mwimbaji amesema ngo sigaho kwizera guke. Akasema wacha imani ndogo. Mbona wa undi yokiza. Na huyo pia anaweza akaokoka. Na ukumbuke kwa Paulo na yeye alikuwa ni adui wa mema. Alafu akamshika kwa kigafla. Akakubali kuwa mtume wa Yesu. Na akaweza kutangaza injili. Siku hiyo Paulo akageuka akaanza kuitangaza injili. Alipoitangaza injili akianza katika Matendo ya Mitume Tumaini sura ya 13 inasema mitume walipokuwa wakiomba pahali, Roho akasema chagueni Paulo na Barnaba waende kufanya kazi Mungu aliyowaitia. Wakawawekelea mikono, alafu wakasimama na kwenda. Akaanza safari yake ya injili ya kwanza. Kwa maana kanisa la Galatia ameanza katika safari yake ya kwanza ya injili. Akawahubiri, akasema wokovu iletwa na kumwamini Yesu. Wakakubali hayo. Akatoka huko na kwenda. Alipokwenda, nataka niende haraka ili nikuje kuzungumzia. Kukaja Wayahudi wala ambao ni Wafarisayo ambao ni la dini la Kiyahudi. Walipofika wakaanza kuyaondoa yale Paulo aliyowafunza yote. Haleluya. Neno la kwanza, wakaanza kuwaweka juhudi ya kuweza kutahiriwa na kuweza hata kujukumika kwa ajili ya sheria ya Musa. Na Paulo alikuwa amewambia hivi, imani yetu, wokovu yetu haitokani na kutahiriwa, kwa maana kutahiriwa na kutotahiriwa hiyo haina faida. Kinacho faida ni kuwa kiumbe kipya. Haleluya. Amen. Haleluya. Wakaanza kwenda kwa desturi za kutahiriwa na kuweza kufuatilia torati za Musa. Na torati za Musa kwa ukweli yalikuwa magumu. Paulo alikuwa amefunza wokovu tunapewa kwa ajili ya imani. Pili, asifiwe. Haleluya. Amen. Ngo batangira gute? Wakaanzaje? Ngo batangira kubabwira, wakaanza kuambia, babashishikaza n'ubundi yanyine y'amategeko, wakiwaweka juhudi ya kufanya torati. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo babashishikariza gukurikiza gukomeza imihango y'Abayuda. Na wakiendelea kuambia kushikamana dini za Kiyahudi. Babashishikaza kandi gukomeza imihango y'Abayuda. Na wakiwaambia waweze kushika tena desturi za Kiyahudi. Imihango y'Abayuda. Desturi za Kiyahudi. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mbaji alimu walikuwa wanaimba hapo zamani. Anasema Wakristo wa kidini hawajakoma. Wengine ni kama vile michoro. Wanasema wasiyofanya. Wanaongozwa na utu wa kale. Wanawabebesha wengine mzigo ambao hawawezi hata kugusisha vidole zao. Wayahudi wakaanza kuweka juhudi kwa kanisa la Galatia ili waweze kushikamana tena kwa desturi. Tatu. Haleluya. Wakaanza kuuliza, je, huyu Paulo mnayemkubali? Mnajua ya kuwa amewahi kuwa mtumwa. Mmoja wapo wa wanafunzi wa Yesu 12. Kuna pahali Paulo ameandika ni jinsi gani alikuja na kuambia yeye amewahi kuwa mtumwa. Nasikia vile watu wanatoa vitu kwa wengine. Wakawaambia, je, Paulo alikuja kuwafunza nini? Mnakubalije yeye mtumwa? Mnajua ni kama Petro? Je, mnajua ni kama Yohana? Hawa wamekaa na Yesu,
lakini yeye hajawahi kukaa na Yesu. Wakaanza kuondoa mambo yake na wakaanza hata kumdharaulisha Paulo. Wagalatia wamoja wakaanza kusikia injili hiyo, wakaanza kurudi nyuma. Paulo akajua habari hizo, akawaandikia, akawaambia Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Kwa nini mmeanza na mambo ya kiroho alafu mmeisha kwa mambo ya kimwili? Amen. Akawaambia injili niliyowapa hata kuja watu wote, hata mimi peke yangu nije, na hata kuja malaika, hamfai kukubali. Kwa maana injili niliyowapa inayosema tunapokea wokovu kwa sababu ya kumwamini Yesu, na anayebadilisha yote huyo amewadanganya. Naogopa sana, naogopa sana mmetoka kwa mambo ya Yesu na kusahau yale niliyowaambia. Unajua vile vitu zinatoa watu kwa wokovu. Watu wanaenda wakipatana na changamoto, wengine wanapatana na mafunzo ya uongo. Haleluya. Paulo amewahi kuandikia Waefeso akawaambia, ndio maana mnafaa kukomaa ili msiendelee kurusha huku na huku na mafunzo yoyote, mafunzo yanayokuja ukiweka kwa mtu. Nimewahi kuona Mkristo wetu mara moja akanishangaza. Alikuwa amepatana na hizo mafunzo za neema wa ajabu. Nawaambia watu walioniambia ni kama wana msingi. Akaanza kuniambia sura moja wapo za Biblia. Akaniambia, akanielezea. Nikamwambia neema nakubali. Neema nakubali. Kwa maana nimewaambia neema inafanywa na vitu viwili. Ile msemo wa neema ni maneno mawili. Ni urukundo ndetse no kugirirwa imbabazi. Neema, ubuntu. Neema ni upendo, ni urukundo na rehema ndetse no kugirirwa imbabazi. Upendo na neema. Ukichukua upendo wa Mungu na rehema alizotupa, hiyo ndio neema tuliyosema. Kasema neema hiyo nakubali. Nikamwelezea kipindi ambayo Paulo ameandika, ambaye ameandikia Tito sura yake ya 2:11. Paulo akasema wokovu uleteao watu wokovu, na neema ni Yesu Kristo. Lakini inakuja ikija kuwa mwalimu. Haikuji pekee, imekuja kuwa mwalimu. Imekuja kutufunza nini? Kwanza imekuja kutufunza kuacha kutomtii Mungu. Pili, imekuja kutufunza kuwa watakatifu. Tatu, imekuja kutuokoa kujilinda. Haleluya. Hiyo ndiyo imekuja ikiwa mwalimu. Lakini neema isemayo tutende dhambi, eti neema imekuja, hiyo ni upotofu. Hiyo ni kupotea. Hawa Wayahudi waliofika Galatia wakaanza kuambia watu waendelee na desturi zao za Kiyahudi. Wakaanza kuambia waendelee kushika torati za Musa. Wakaanza kuambia Paulo hakuwahi kuwa mtumwa. Wagalatia wakaanza kurudi nyuma. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Akaenda akielezea maneno mengi. Tukienda kwa kasi ili tuweze kukomboa muda. Haleluya. Haleluya. Alafu waraka huu ameanza kwanza akiwasalimu. Alipowasalimu akaanza kushangana vile wametoka kwa wokovu haraka. Tatu, akawaambia habari nzuri, habari njema iliyotoka kwa Mungu ndiye Yesu Kristo. Tatu, akawakumbusha vile. Haleluya. Haleluya. Hatujaokolewa kwa torati, lakini tumeokolewa kwa neema. Nne, akawaambia vile Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Aliyetolewa mbinguni akileta neema ili akina sisi tuweze kurithi. Amen. Amen. Haleluya.
Haleluya. ayo niyo makuru. Hizo ndizo habari. Imbuto rero z'umwuka ni Tunda la Roho ni ipi? si imbuto z'umwuka ni imbuto y'umwuka. Ni tunda la Roho. Kuko imbuto ni imwe, Kwa maana tunda ni moja igizwe n'ibintu bigera ku 9, ambayo imefanywa na vitu 9, character 10. ambayo ina character 9. Haleluya. Haleluya. Yatanga igice cya 5. Ameanza sura ya 5. Utangire kumuco ku murongo konde gutatanganya afite gutsobanura ibitose. Hatuna muda wa kuelezea kila kitu. Muco w'umurongo wa 19. Mstari wa 19. Avuga imbuto za kamere. Akaweza kusema tunda za kamere. Tunda za mwili. Abwira ukuntu ngo kamere. Akawaambia vile mwili. Ingeso za kamere zinagaragara. Akasema tunda za mwili ni hizi. Akasema nyingi. Wagera ku 22. Alipofika kwa 22. Akasema lakini tunda la Roho. Neno la kwanza. Akasema ni upendo. Haleluya. Haleluya. Nurukundo. Upendo. Rukundo rero ni. Upendo ni nini? Nicho cyatubwira ngo tuganire umwanya mutoya. Ndicho nimeweza kutaka tuzungumze kwa muda mfupi. Kuna kile Roho amenifunza. Nilikuwa nasoma neno la Mungu. Nikafunuliwa. Nilikuwa nimemwambia Mungu nataka kusoma. Haya maneno mtu ameandika na Biblia akili yangu Yesu. Lakini unipe kufunuliwa. Alafu nikasoma. Nikaweza kumeditate. Nikaweza kufikiria zaidi. Nikaweza kuelewa maneno matatu. Na yote nikaona ni lazima kwa maisha yetu. Neno la kwanza, kuna kuwa na habari. Neno la pili, kuna kuelewa. Neno la tatu, ni kufunuliwa. Amen. Amen. Watu wengi wanajua Biblia kichwani. Wamesoma sana. Wanajua habari za Mungu. Wanazungumza. Wanaongea. Unasikia anaongea habari. Pili, kuna wale ambao wamesoma theology, ambao wanajua kuelezea vitu. Wanaenda kwa Kiyunani, wanakuja kwa Kiebrania, wanasema kwa kila lugha, wanafafanua, wanaelewa neno. Lakini kunayo hatua ya tatu. Hatua ya tatu ambayo ni kubwa, ni kuwa na habari na kuelewa. Lakini unafunuliwa. Kufunuliwa ni nini? Ni kujua habari, injili yako ambayo imo katika habari hizo. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuvuga makuru ya Yesu. Tunataka kuongea habari za Yesu. Lakini kile nakuomba, utoe kufunuliwa. Utoe message yako. Na hiyo message ibadilike maisha. Ikuwe nini? Maisha yako ya kila siku. Kama tunataka kuzungumzia ujue upendo. Na bila upendo wewe, siku ya leo nakuombea Roho Mungu akusaidie ili uwe na roho wa upendo. Uwapende wengine. Haleluya. 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 Roho wa kufunuliwa. Wamesema tuna mkutano. Atakuja Reverend Muyoboke. Ahubiri na wengine wamekuja. Tupige makofi tufurahi. Mmoja amesema ameanza kuwa ni kama ngo basaza barasarambuka. Noneho basare basarambuke. Dutereza haleluya. Tushaute haleluya. Ariko ubugome twinjiranye. Lakini ubaya tuliokuja nao turudi nayo. Je, matunda ni ipi? Pesa iliyopotezwa ni ya nini? Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini lengo la neno la Mungu ni ili neno likija liweze kujenga jambo katika maisha yako. Haleluya. Nao uombe kwa sababu mkutano unakuja. Nasi sote tuombee. Tuambie Mungu mkutano uweze kuacha jambo katika maisha yetu. Haleluya. Tumesema neno la Mungu. Nikasema tendo la Roho ni hili. Neno la kwanza ni upendo. Upendo ni nini? Upendo rufa mu ijambo Kigiriki. Inatoka katika neno la Kiyunani gitangu ni agape, ambayo inaitwa agape. Changa agape wabandi bavuga we. Agape. 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 Birasobanura ngo niki? Inamaanisha nini? Haleluya.
ngo nukwita kundi mugenzi wawe ni kuweza kumjali ndugu yako ukamukorera ibintu byiza na kumfanyia mambo mazuri udategereje bila kungojea ibihembo kuri we malipo kwake yeye. Dasubiramo. Nitarudilia. Urukundo niki? Upendo ni nini? Nukugirira mugenzi wawe neza. Ni kumtendea ndugu yako wema. Nukugirira neza kagira neza mwene data turi kumwe. Ni kumtendea ndugu ambaye tuko pamoja ni wema. Tategereje bila kungojea ibihembo zampe malipo atakayonapa. Haleluya. Haleluya. Kuko muzi kuko ari n'urukundo rw'inyungu. Kwa sababu upendo ambao mnaojua ni upendo wa faida. Agakunda umuntu kubera inyungu amushaka. Mmoja anampenda mtu kwa sababu ya faida. Kandi muterangeze ko hariho n'urukundo. Na mjua kwa kuna upendo wa maraso ya damu. Turavukana ni mukuru wanje. Ni ndugu yangu. Turaziranye niki. Tunajuana ni nini. Lakini upendo Yesu aliyousema. Aliyosema kwa Galatia Paulo. Ni usi mwingine. Ni upendo ambaye mtu anapenda na kumtendea mwenziwe vizuri bila kungojea ya kuwa yeye atamlipa, bila kungojea ya kuwa atamtendea wema pia. Neno la Mungu ndugu. Yesu, hiyo ndio upendo ametupenda. Waraka wa Warumi 5:5. Waraka wa Paulo kwa Warumi 5:5. Kadusome 5:5. Bibiliya yavuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubwo Mwuka Wera twahawe. Amen. Bene ibyo byiringiro natumaini hiyo halitairishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminiwa katika mioyo yetu ambayo tumepewa na Roho Mtakatifu. Upendo ambao tunafaa kupendana kama Wakristo, kama waombezi, kama wanakwaya, kama wamama, kama wababa. Ni upendo wa kuwatendea ndugu zetu wema bila kungojea malipo. Kwa maana ukimtendea ndugu yako, ukimpea vazi, ukingojea naye atanilipa. Ukimpea mfuko wa kaunga na kungojea naye atakununulia. Ukimnunulia kiatu, kungojea ya kuwa kila kitu utakachomfanyia ukingojea faida. Hiyo si upendo. Hiyo si upendo. Pendo ambao Mungu anasema ni upendo ambao tunazungumza. Ni upendo wa kumtendea mwenziwe wengine bila kungojea ya kuwa ataturudishia. Huo upendo unao. Unapendo hilo. Ukitoa unatoa bila kungojea kurudishiwa. Ukitenda wema unatenda wema ukingojea kuwa hutapata chochote. Haleluya. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Abakorinto. Wakorinto. Waraka wa Paulo kwa Korinto. Wa kwanza 13 mstari wa kwanza. Tunasema juu ya upendo. Tunasema juu ya tunda la upendo. Haravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu. Amesema maneno mazito takuja kuyazungumza ambao watu wanapenda. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano zo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose. Kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndico. Kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo bigaburira abakene ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu,
ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, rwishimira abandi yo ahubwo rwishimira ukuri, ariko rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Amen. Shangilia kwa neno makofi. Hallelujah. Amen. Asifiwe Yesu. Nasikia vile watu mambo ni magumu. Tarudilia. Paulo amesema, nijaposema kwa lugha za watu na za malaika, na kujua kusema Kiingereza, kujua kusema Kifaransa, na kujua Kiespanyol, kujua Kichinese na mengine, kujua kusema maficho na si maficho, kusema ya watu wote, lakini bila upendo mimi ni kama vile shaba. Imesema haleluya mala. Imesema nini? Nani anaweza akatueleze? Cha tupige mara pili. Kuna vile inasema, tunasikia tu kelele. Huyu ambaye anasema lugha za watu, huyu aliyesoma na kubaliza masomo, lakini bila upendo yeye ni chuma kinachopiga kelele na hakina manufaa. Kumbuka upendo tunausema ni yale tunatoa, tunayowasaidia wengine, tunawaelekea wengine bila kungojea faida. Pili, akasema nikiwa na karama zote, naonyeshwa, natabiri, nawaponya wagonjwa, nafanya maajabu, nafanya kila kitu, na kuwa na karama ya kutabiri. Biblia husema tamani karama zote, lakini hususan karama ya kutabiri. Ukiwa na karama hiyo lakini bila upendo, wewe ni bure. Tatu, akasema nikiwa na imani, imani ambayo inaondoa milima na kuambia mlima wewe toka, na tena maajabu katika jina la Yesu. Bila upendo mimi si kitu. Ine, kasema jambo la ine, kasema nikiwa na karama ya kutoa, natoa kwa kanisa, natoa yote ninayo yanaisha, na mpaka mimi peke yangu nijitoe ili nichomwe. Bila upendo mimi ni bure. Alafu akasema upendo, upendo unavumilia, upendo una utu wema, upendo hauhesabu mabaya kwa mtu, unasamehe yote, unavumilia yote. Kifika 13 hapo mstari wa pili nasema kubaki mambo matatu. Ibaki nini? Tumaini, imani pamoja na upendo, lakini sana sana akasema upendo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haya yote unayotoa, unatoa ukingojea faida ama unatoa tu kutoa? Tunda la roho la kwanza, ile karakta ya kwanza ya roho ikifika ndani ya mtu, ona tunda anayozaa. Anazaa tunda ya upendo, ya kuwatendea wengine wema bila kungojea faida. Kama unatoa ili upewe faida, wewe umefilisika. Yesu amesema msifanye mambo ili msishukuriwe na watu, kwa maana waliofanya wanasifiwa, wameshalipwa. Asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Mbuto ya kabiri, tunda la pili. Haleluya. Haleluya. Ni furaha. Furaha biva mu ijambo ry'Ikigiriki rivuga ngo ni kara. Inatokana kwa neno la Kiyunani linaloitwa kara. Ngo na maranga mutima, hiyo ni hisia ya furaha ambayo inatokana na upendo ya kuwa karibu na Mungu. Neno hilo limenifurahisha. Tarudia. Furaha ni nini? Haleluya. Haleluya. Ni tunda inayotoka kwa hisia ya furaha inayotokana na upendo
ya kufanya nini? Kumkaribia Mungu. Furaha hii tunayoisema si kwa sababu tumepata visa. Furaha tunayoisema si furaha ya kuwa na pesa, si furaha ya kuwa na account, si furaha ya kuwa na vitu nyingi kwenye account. Paulo akawaandikia Wafilipi akawaambia furahini kila siku, na nimeongeza kusema furahini na utu wema wenu ujulikane na watu wote, kwa maana mfalme wetu yu karibu. Furaha hiyo ni karama ya hisia ambayo inaleta kwa furaha. Furaha inayotokana na upendo wa Mungu. Hallelujah. Kwa maana tumemkaribia Mungu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Atukuzwe Mungu wa milele. Amen. Kubera ko iyo muntu yegerima, mtu akimkaribia Mungu, mtu akiwa karibu na Mungu, anafurahi sio letwa na pesa. Anafurahi akiwa na pesa, anafurahi akiwa amevaa vibaya, anafurahi akiwa amevaa vizuri, anafurahi akiwa si vizuri, anafurahi kwa maana ametoa wapi? Ametoa kwa maana amemkaribia Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Atukuzwe Mungu wa milele. Zaburi 19 n'umurongo wa 16. Zaburi 119 n'umurongo wa 16 na mstari wa 16. Tumva ukuntu wavuze. Tusikie vile inasema. Kugira ngo nje kurangiza, ndarangiza kare uyu munsi wa none simbatinda. Zaburi 119 umurongo wa 16. Bibiri iravuze iti nzishimira amategeko wandikishije. Nzishimira amategeko wandikishije. Sinzibagirwa ijambo ryawe. Amen. Sinzibagirwa ijambo ryawe. Amen. Amen. Umwandisi wa Zaburi arandika aravuga, mwandishi wa Zaburi akasema, Mungu, nzishimira amategeko yawe, nitaifurahia sheria zako wandikishije, uliyoandikisha, sitasahau. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uzishimo tubikura he? Furaha hiyo tunatoa wapi? N'umwana w'Imana watwitana. Ni mwana wa Mungu aliyejitoa kwa ajili yetu na akatukomboa. Ari kure ya masezerano y'Imana, nigijwe hafi na maraso ya Yesu. Narongu fatuzizi bicumuro byacu, maze Yesu arazara twitangira. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Zubishimo. Hiyo furaha. Furaha hiyo. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Ndishimira imigisha yose mu buryo bw'umwuka. Karama hizo nalizipewa katika. Zo mpano nazihawe mu buryo bw'umwuka. Hakuna kufa. Sinzapfa. Zayishima bimeze neza. Anafurahi ikiwa sawa. Zubishimo twishima bidakunze. Furaha hiyo tunafurahi ikiwa vibaya kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bibi karindwi. 207. Niga Uvira. Kwa nasoma huko Uvira. Twigeze gutara mitogena nifite agashati kamwe kitenge. Nilikuwa na shati moja ya kitenge. Niko kari kabisa kazima kari karachuye. Ilikuwa kabisa imeparara. Kari karachuye karachuye. Ilikuwa imezeeka kabisa. Ilikuwa haijakatika lakini ilikuwa imepindua rangi. Alafu tukaenda kushiriki Jumapili. Hallelujah. Hallelujah. Bashiramo fasidari murabizi ko nyikunga. Wakaweka fantasy mnajua naipenda. Na sipendi music yake. Napenda nyimbo tulikuwa tunaimba. Inasema kwa neema kugurukundo akuraho ibyaha byanje. Munsi mukuru. Munsi mukuru. Yampinduye Yesu. Tukafurahi. Tukafurahi. Shati ikaweza kulowana na ikawa vibaya. Mmoja wapo ya ndugu zangu tulipotoka akaniambia, lakini kweli hiyo furaha umetoa wapi? Si kuvaa vizuri, umevaa vizuri. Kwa wale wasichana wadogo unatoa wapi? Nikamcheka sana lakini sikumjibu. Mara kwa mara atujibu. Nimecheka alafu nikanyamaza. Hallelujah. Hallelujah. Nilipochukua diploma, wakati nimekuja kuangalia result, nilipokuja kuangalia nikamwambia nimekuja kutembelea, nitakuja kukutembelea. Alipopika miezi 3 ilikuwa imeisha, lakini haikuwa ubaya. Mimi sinanga ubaya. Sinanga ubaya mbele za Mungu ambaye atanihukumu. Hakuna mtu ambaye yu moyoni pangu. Hakuna. Alafu
Mama akapika vizuri, tukakula tuliposhiba. Kasema wacha tuombe. Ile nyimbo ya 119 huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua, ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisa. Tukenda kitera cha gatatu atangana kunezerwa, akaanza kufurahi. Nongoneza sasa rohoni wangu, karibu naye ninatulia, ananitia nguvu baraka za mbingu, daima nitakaa kwake. Abamaze gufata nyindekera uzishimira kuri mutima. Akaanza kufurahi hapo tulipomaliza. Mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja ndugu mpendwa, ananikaribia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Tukafurahi tukamaliza kuomba. Kamwambia ile siku ulikuwa unaona nikiwa na shati hiyo, nafurahi. Pamoja na wale binti ambao ulikuwa unaona, hakuna kingine. Jewe ndu mwami iteka yarampamagaye iteka. Ninamfungulia naona ni Yesu, naramukingurira mbona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Uwo munsi sinzawibagirwa. Nikafurahi. Ndio maana nimefanya nifurahi. Furaha ambao nayo kweli naomba si ya matoroza na si ya vitu vingine. Furaha ninayo kubw'urukundo n'imbabazi yambabari ibyaha byanje. Amen. Narababariwe. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo furaha tunaitoa wapi? Tunaitoa katika upendo ambao tumepewa na Mungu, kwa maana tumemkaribia. Na hiyo upendo si mwingine, ni Yesu mwana wa Mungu. Biblia husema asiyejua dhambi Mungu akambadilisha dhambi kwa sababu ya mimi. Amen. Huyo ameona ya kwa kufananishwa na Mungu si jambo la kushika, akanyenyekea, akaweza kunyenyekea, akajibalisha uchi, akabeba utumwa kabisa. Ndiyo maana Mungu ampa jina lukuu ambalo ni zaidi ya mengine, ili magoti yote yapigwe mbele yake na ndimi zote zitamke ya kuwa ni Yesu, yeye ni mfalme. Hiyo furaha ndiyo tunda tunayoisema. Si kwa maana tumepata pesa, si kwa maana tumevaa vizuri, si kwa maana tumekula vizuri. Hizo ni hisia, hizo ni hisia ambayo imechemuka. Lakini furaha tunayo ni kile Yesu amefanya huko msalabani. Ngura kome ahari sinomo. Hallelujah. Hallelujah. Ingelitoka wapi? Kwa nani? Kwa nani? Bizima no kuri Gatobwe. Wa huko Gatobwe. Wagafuzi kari gasubiza. Ambaye ni yatima, ambaye alikuwa amedharaulika. Huko katika majani. Kari gutuka. Ingetoka wapi? Kari kuva kwa. Ingetoka kwa nani? Tamateka fatika. Hakuna historia ambayo inashikika. Unaweza ukasema Mungu aniangalie, kwa maana angelikuja kuwa kombo alafu aende kwa jamii. Najiuliza angelitoka wapi? Wapi? Neglige, oublié, ambaye amesaulika, déconsidéré dans la famille, ambaye hahesabiki katika familia, pauvre, ambaye ni maskini. Angelianzia wapi? Lakini namshukuru Mungu, namshukuru Mungu kwa maana amenifikiria nami ni mwema na akaniita. Hizo furaha
nikila bila kula, nikivaa bila kuvaa, mimi sijali. Nafurahishwa na wokovu alionipa Yesu. Sheria zako Bwana nafurahia. Furaha yako ina msingi gani? Furaha yako ina msingi gani? Kucheka kwako na kufurahi kwako inatokana na nini? Inatokana kwa sababu umezaa. Kwa maana kwenye ni wengi. Kwa maana hilo si tunda la Roho. Tunda la Roho ambayo Biblia inasema ni furaha ambayo inatokana na upendo tuliopewa na Mungu. Ambao ni kukaribia. Tumekaribia na mlima huo. Tumekaribia kusanyiko la watakatifu. Tumekaribia damu ambayo inasema mema. Tumekaribia Yesu muunganishi wa agano jipya. Haleluya. Haleluya. Asifiwe Yesu. Ahimidiwe. Haleluya. Haleluya. Ndiyo furaha tunayo. Ndiyo furaha yetu. Si mavazi. Si wana wengi. Si pesa. Ni kazi ya Yesu huko msalabani. Nami umenitoa huko kanileta. Amen. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe Mungu amene. Asifiwe. Naringi kuvuga ijambo ariko sanzari sayini phrase banale mugani wa Faransa. Kanyiretire. Eske agora bizo kwivuga. Kanyiretire. Amen. Amen. Atukuzwe Mungu amene. Asifiwe. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Wakorinto rwandiko rw'Abakorinto rwa kabiri mvuga ngo mvuge ayane birenje kurangiza. Wakorinto wa pili gice cya 3 murongo wa 10. Sura yake ya 3 mstari wa 10. Rwa kabiri rw'Abakorinto. Waraka wa pili wa Paulo kwa Korinto. Gice cya 6 n'umurongo wa 10. 6 mstari wa 10. Tuvuga izo zishimo. Bado tunasema furaha hiyo. Haravuze ngo dusa n'abababara. Yewe tuzadusa n'abababara. Ariko twishima iteka. Ariko twishima iteka. Dusa n'abakene. Dusa n'abakene. Nyamara dutungisha benshi. Ariko dutungishije benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite. Dusa ngaho ntacyo kandi nyine ntacyo dufite bigaragara. Nyamara dufite byose. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Dusa ngababaye. Tunakaa ni kama tumehuzunika. Ariko twishima iteka. Lakini tunafurahi daima. Tunakaa maskini. Lakini tunawafanya wengi waishi. Haleluya. Watakatifu wakilala wakiomba wanamsihi Mungu. Asubuhi wasafiri vizuri. Mungu wagonjwa wapone. Walioenda huko ushago waende wapate mpa. Wanaesi wale maneno yote dunia bainayo. Kwa nini dunia inavana kulemeka? Kwa nini wanakaanga na kukubali? Kwa nini wanakaa kwa gari wanasikia vizuri? Ni kwa sababu watakatifu wapo. Siku kanisa litaondolewa, amani itakosekana, furaha itakosa. Haleluya. Tunakaa tunafurahi, lakini tunafurahi daima. Tunakaa maskini, lakini wengi wanaishi kwa ajili yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amina. Amen. Furaha ya wokovu. Furaha tuliyopewa na Yesu. Hilo ndilo tunda la Roho. Furaha ya kaunga na ya vitenge na ya watoto. Hiyo ni hisia. Ni hisia. Lakini furaha tunda la Roho ni wokovu tuliyopewa na Yesu. Tunakaa kama tupo, lakini tupo. Tunakaa maskini, lakini tunafanya wengi. Tunahuzunika, lakini tunafurahi daima. Kwa nini? Tuna Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibishimo zabushingiye kuri Yesu. Furaha yako msingi wake ni Yesu. Unafurahi kwa sababu ya Yesu. Furaha ya kwenyu ni kwa sababu ya Yesu. Ama mkiona nyama zikipikwa, ama kuambia flight imetoka, ndipo mnafurahi. Mkristo ameimba na kusema. Ameimba. Amesema hilo ni jambo lifariji moyo wangu na kunisaulisha majonga. Nasikia nimepumzikwa na Yesu. Nikiitwa mbinguni nitaona rehema kutoka kwenda mbinguni. Amen. Amen. Haleluya. 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 Gatatu.
tatu. Na amahoro. Amani. Amahoro. Amani. Haleluya. Reka ndabisoma mu Kiswahili kuko isomo nari tugiye mu Kiswahili. Tusoma kwa Kiswahili. Reka amahoro aravuga ngo yaani amani ni yaani utulivu wa moyo nugutuza ko mu mutima na mawazo yenye msingi ndetse n'ibitekerezo bifite umusingi katika ufahamu kukumenya kwamba kuko mambo yote mazuri ibintu byose byiza yatoka kwa Mungu byavuye ku Mana. Tarudia. Amani ni nini? Amahoro niki? Ni utulivu wa moyo. Nugutuza ko mu mutima. Ni umutuzo w'umutima. Ni kutulia kwa moyo. Amani ni utulivu wa moyo. Nugutuza ko mu mutima. Na wa mawazo. Ndetse n'ibitekerezo. Yenye msingi. Ifite umusingi. Katika kufahamu. Ifite urufatiro kukumenya. Ya kwamba mazuri yo. Kuivyiza byose. Yametoka kwa Mungu. Zavuye ku Mana. Amahoro ni? Amani ni nini? Ngo ni umutuzo. Ni utulivu wa moyo. No mu bitekerezo. Na mafikra. Ukubwira ko. Maana nakwambia. Huo utulivu umetoka wapi? Imetokana kubwo kwizera. Kwa kuamini. Kukivyiza byose. Na kuwa mema yote yanatoka kwa Mungu. Amen. Amen. Ukijua, ukifikiria, moyo wako ukikuambia hivi, Paulo amesema hatuna jambo ambalo hatujapewa, na kama tumepewa, kwa nini tunajisifu kama hawajapewa? Roho ambao unapumua, pumzi yako hakuna kitu, ni pumzi. Pumzi ina dhamana. Nawaambia habari ya mume ambaye amewahi kwenda kwa daktari. Alipofika wakamweka kwa oksijeni masaa 4. Alipomaliza wakaweza kumletea alipe pesa nyingi. Walipomletea bill akalia. Alipolia aliyekuwa amemletea bill akamwambia huna pesa, huwezi kulipa bill. Akamwambia la, sicho kimenifanya nini? Nina uwezo ya kulipa bill, lakini kilichonifanya nini? Ni kiki. Nina miaka 75 nikipumua pumzi aliyonipa Mungu. Maliza masaa 24 kwa chuma chenye. Mmenilipisha pesa kama hizi. Nimelia kwa sababu hakuna sababu nimeenda mbele za Mungu. Nimshukuru Mungu kwa maana amenipa kupumua. Aliposema hivyo, na huyo aliyekuwa ameleta bill naye akalia, kasema ukweli. Je, mbona hakuna siku tumekuja mbele za Mungu na kushukuru kwa tumeamka vizuri? Pumzi unaipumua. Amen. Mwandishi akasema, kijana, kumbuka muumbaji wako, ikiwa ile uzi kabla haijakatika, ikiwa pumzi haijakatika. Haleluya. Ibzatuma tuje imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi bizatuma dushima. Dufatanye tuzumve kimwe birakwiye ibibazo mioyo ya watu imesimama saa hii. Imesimama. Unapata mtu anaenda. Kuyebu ufite nukwiki uraruda sinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu. Yesu nakubohora, Yesu nakubohora, uzahora ugenda wenye kandi uzidegeza uzuye umunezero. Tuzashishira no mu bikarize, uzavuga amahoro, uhumeka amahoro. Araza kuza umuntu muri ino minsi nimero mihana yavuba hano hirya muri kicumwe gishize. Kumekuja mtu kwa vijiji hivi za karibu, akasema tumuombe. Nikuombee nini? Na akakuja akilia. Nilikuwa nadhani kama si mgonjwa na matatizo. Akalia, wacha niombe kwanza.
niambie. Arakumbwira ngo Akaniambia ngo yarategereje ngo flight. Eti alikuwa anangoja flight. Na wamemrukisha. Hicho ndicho. Na maliza mara mbili. Hiyo ndio inakufanya ulie. Nimemwombea ili atoke kwangu tu. Nimemwombea ili atoke kwangu. Ukweli. Unalia kabisa. Eti flight umetoka huko mbali ukakuja. Wengine ambao wali kwa sababu ya hiyo wamehangaika, lakini waliokoka wana utulivu wa moyo na mawazo inayotokana, kwa maana wamejua, wameelewa ya kuwa mema yote yanatoka kwa Mungu. Kujua ni siri. Kujua inaleta utulivu wa moyo. Nasema kwa flight ikija, sawa. Kama nimekula, sawa. Kama siri, sawa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amina. Hallelujah, hallelujah. Amahoro umutima. Amani ya moyo ni utulivu wa mawazo na moyo. Inayotokana na nini? Inayotokana kwa maana tumejua ya kuwa mema yote inatoka kwa Mungu. Unataka, unapenda, nenda mbele za Mungu. Chukua muda, enda kwa uombe, uweze kumlilia Mungu. Weka kwa mstari yale yanayokusumbua. Mungu anakupenda na hatakuacha. Anatupenda. Paulo akasema neno nzuri. Akasema kama hajakataa kutupa mwana wawe, akamtoa kwa ajili yetu, itakosaje kumpa kwa ajili? Ni nini ambayo ni adhabu ni kuliko Yesu? Ni nini ambayo ni adhabu ni kuliko? Ama kutunyima mtoto wake. Hallelujah. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Basi ni adhabu ni kuliko Yesu. Visa ni kubwa kuliko Yesu. Pesa zinazidi kwa Yesu. Kama hajatunyima mwanawe akamtoa kwa ajili yetu, atakosaje kumtuma kwa ajili ya mwingine? Chochote unachokingojea, yale yote unayohitaji, kama umeelewa, una amani moyoni. Huwezi lala ukiwa umehangaika. Huwezi lala bila kusinzia. Huwezi lala bila kusinzia. Kaonga haiwezi kulala nilale bila kusinzia. Eti watoto wamefukuzwa nilale bila kusinzia. La. Naweza kulala bila kusinzia. Nikisoma kitabu, nikifikiria juu ya Biblia. Naweza mpaka asubuhi. Na si moja si mbili. Si 4 6. Inakuwa. Nasoma neno mpaka ikinigusa. Nakaa mpaka asubuhi. Mpaka asubuhi. Ikiwa imenigusa vizuri. Kani nyingi. Usingizi uruka. Natoka chumbani. Naenda sebuleni. Nakaa mpaka asubuhi. Lakini sijawahi kukaa. Eti kaunga imeisha. Kwa maana najua. Na kama imejemesa kamtoa kwa ajili yangu, atanipa mengine yote. Hayo amani unayo. Manio unayo. Unayo. Tukimaliza ya 4. Tuingie kwa kazi nyingine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuihangana. Kuvumilia. Uvumilivu. Uvumilivu ni nini? Kuihangana niki? Ni ustahimilivu. Kuihangana. Kutokuwa mwepesi wa hasira. Kutarakara vuba au kukata tamaa. Ndetse no gucika intege. Tarudiri. Asubiramo. Uvumilivu ni nini? Kuihangana niki? Ni ustamilivu. Nugukomera. Kutokuwa mwepesi. Kutaba munyantege nke. Kutokuwa mwepesi. Kutaba munyantege. Kutarakara vuba. Hallelujah. Amen. Kutokuwa mwepesi wa hasira. Kutarakara vuba. Kutokukata tamaa. Ndetse no kudacika intege. Kuihangana niki? Uvumilivu ni nini? Hallelujah. Hallelujah. Ni jambo rivuga ngo neno lisemalo nukutagira umwuka wo kwihutira kurakara, ni kutokuwa na roho ya kukasirika haraka cyangwa se gucika intege vuba ama ya kukata tamaa haraka. Kuihangana Hiyo ndio uvumilivu. Inamaanisha nini? Inamaanisha nukutagira ndani nukutihutira kurakara, ni kutokuwa na hasira haraka na kutokata tamaa haraka.
uzamvuga ngo jewe ngo nanga kwimuta ndaka eti mimi nakataa mtu asinichukize. Azama arakaroje kumwe ngo ngo umujinya wante Eti nejo bundi umuntu yakoze amakosa ahantu mtu amefanya makosa pahali umwe mushigeza aramushinja ibyo amaze kuvuga mara araje kuvuga alafu alipotaka nilikuwa na waunga umwe aravuga ngo nukuri ngo nararakaye ngo mbabarira ngo naje nararakaye sinzi ko ntavuze amagambo. Mmoja amesema nimesirika nikamuuliza urachara umuntu kurakara wewe ni mtu wa kukasirika mpaka makasiriko inakwambia useme yale ambayo hujui. Kasiriko hasira, mtu anakasirika. Kuvumilia ni nini? Ni roho ya kutokasirika haraka, ni roho ya kutokata tamaa kwa yale ambayo unayo. Baada ya hayo unajua Mungu atafanya maajabu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bado una hasira ya haraka, hiyo ni tunda. Hauna uvumilivu, unakata tamaa haraka, hakuna uvumilivu. Yes. Nawaambia Mungu ana majibu matatu. Ina yes, ina la, ina ngojea. Lakini kigumu kwa hayo ni ngojea Mungu. Ngojea. Wanakutusi, unakuwa mtu ambaye haelewi unakuwa nini. Lakini kuna kile Mungu amesema. Lakini kuna kile Mungu atafanya. Nimejua kuwa Mungu anayejibu haraka. Anamshuku mtu huyo ili asiende. Lakini akikaa sana anajua huyu mtu atatoka kwangu. Kwa vumilia nini? Ni roho ya kutokuwa na upesi wa hasira. Ni roho ya kutokata tamaa. Majaribu unayo, wewe usijali yataisha. Haleluya. Haleluya. Usijali yataisha. Amen. Endela arira yakindu yumunezero manasirimwe kandi sikabiri nabonye neza yawe ai marira yahinduye umunezero manasirimwe kandi sikabiri nabonye neza yawe. Kwa nini unakata tamaa na kupata na ukatisha tamaa na usikumbuke yale Mungu amefanya? Kwa nini usirudishe macho nyuma na kukumbuka aliyofanya Yesu? Usige numwe erega ni myinshi yo gutangaza. Kenda ukata tamaa, narudi nyuma na kuangalia yale Yesu amefanya na kumbuka aliyofanya Mungu. Nasema aliyetenda haya na haya atatenda. Haleluya. Asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Haleluya. Nimewahi kumtembelea mtu kaimba akisema maze gacogozwa nabyinshi nibuka umunsi mwiza kuri twe. Kuna kitu ambacho nilikuwa naombea, kwa nakiombea sana. Ngomare akasema ameonyeshwa. Kasema la, mimi sikubali tu hivi hivi la. Yale ameniambia ni ukweli. Nionyeshe ishara zinazoizirika. Niliporudi nikapita pale. Na pale naenda kupatana. Mtu huyo ameniambia vitu hivyo. Ni ukweli ama si ukweli? Kama ni hivyo, nataka na ni yote hayo ameniambia. Sikuja kuniambia kwa sauti. Ni yote. Ni yote. Haleluya. Amen. Kwa nasoma kitabu cyanditswe na mugabo Solomo w'i Rwanda. Kitabu kilichoandikwa Solomo wa Rwanda. Kasoma usiku. Kasoma nguvu za msalaba. Nikakosa usingizi. Nikakaa pale nilikuwa nimekaa. Usingizi ukakuja. Nikalala. Nikaona mtu amekuja. Nimempata mtu huyo Ugarama. Akaja. Akaniita kwa jina. Nikaitika. Kaniambia kuja nikwambie. Kaniambia habari nzuri. Kasema yes. Mimi nimeweza. Mimi nimehakika sasa. Usikubali tu umeambiwa. Kwa sababu kuna sauti 12 zinazo. Unajua la Mungu limesema ni nzuri. Kuna la mapepo, kuna la hisia. Kwa sababu umempa pesa.
Unaweza kumpa dola 100 alafu akose kukutabiria. Ni tumbo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So wihangana. Vumilia. Tukaza wiwutsa kurakara. Usiende kwa haraka kasi. Usikate tamaa. Simama imara. Safari yako Mungu anajua. Hayo unayopitia ni magumu. Lakini vumilia, jua litanyima. Umaskini, matatizo unayopitia, wacha kukata tamaa. Vumilia. Za kulia kunaanza kumkujia mtu, lakini tuna Mungu anayewajali watu. Tuna Mungu anayeturehemu. Tuna Mungu aliye